22nd June 2025, family intentions. Long life to all the siblings, grandchildren, great-grandchildren, and family members. We pray for peace to the family and our country, Kenya. We pray for love and bonding with the Holy Mother and our departed mom to keep praying for us. We thank God for giving our mom long, successful life, 96 years. We pray for prosperity, happy families, and that our lives may be joyful. Tumefika hapa na tunaomboleza na familia. Utengano ni uchungu. Kujua kwamba Mheshimiwa Kuria, familia yenu, our senior Kimani Kuria, that from today going forward, mnaenda kuanza kujifunza maisha ambayo hamjaishi. You have never been grandmotherless. You have never been motherless. Sasa wakati ambapo baba alituacha, tuliachwa na mama. So tumeenda sasa kwanza kujifunza maisha mapya, hali tutakaikara muthenye umutuge ndathie kwa mami. Na hata wakati ambapo nitakuja nyumbani nikitaka kuongea na yeye, no kile ndicemanagia nayo ni mbirira, ni uchungu, si rahisi. Tunaombea Mwenyezi Mungu awape faraja ambayo ni ya kweli. Bwana amfungulie mlango wa paradisi ili apate kurudi katika nchi yake kusikokuwa na mauti, kwenye furaha ya milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tujuteni dhambi zetu. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaojuta dhambi zao, Bwana utuhurumie. Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie. Wewe unayeketi kuume kwa Mungu Baba ukituombea, Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako Julia Wambui wa Kuria tunayemzika leo, kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako na kufurahi milele. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Amen. Bible procession.
Somo la kwanza. Mungu alimchagua Kristo kuwa hakimu wa kila mmoja. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Petro alifungua kinywa akawaambia Korneli na jamaa yake, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Neno lile alilopeleka wana wa Israeli akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Jambo lile ninyi mmelijua, lililonea katika Uyahudi wote, likianza Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohana, habari ya Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Naye akazunguka huko na huko, akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi. Na ndiyo sisi tunaokula na kunywa naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu. Akawaagiza tutahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa hai na wa wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata kuondolewa dhambi. Hilo ndilo neno la Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Kwa maneno tutasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Bwana
Somo la pili. Somo katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo wa Wathesalonike. Ndugu, hatutaki muijue habari nao waliolala mauti. Usijue mkahuzunike kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa, alifufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa maneno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia hatutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Neno la Bwana. Njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Haleluya. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Tasoma Mathayo 25 aya kwanza hadi 13. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano huo, ndipo ufalme wa mbinguni utafanana na wanawali 10 walitoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walitoa taa zao wazitwae na mafuta pamoja nao,
bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakazimia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya, bwana harusi, tokeni mwende kumulaki. Mara wakaondoka wanawale wote, wakazengeza taa zao. Wale wakumbafu wakaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hatutosha sisi na nyinyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa uzao mukajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Alafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, tufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Injili ya Bwana. Naomba tuketi. Basi wapendwa wa Mungu, taifa teule la Mungu, tuko hapa kumuaga huyu ndugu yetu ambaye Mwenyezi Mungu amemuita kwake. Wedeja mbono kora ya ma todo atwalega maliaga ye bwana gekeno lesio sio niteko Yesu ni akumagio magakojolero majero ya boigoro ya na kya kenera la mwana wake na yo mateo dole ni kweto kere maile Bwana wake nayo Mateo wa nalo waovu watupwe huko jehanamu. Mateo kwao wa Shetani. We asas tabimu ila ndo makie wabia ni mazi tuko kanisani na mama vie makie ta ya patamono naomba tunyamaze.
Waambia manyamaze, ni father amesema si chief. Unajua siku hizi si chief. Wewe mokire kama mvye toto tumara iviru abuja magetaiko walega gai durega koma walega muoyo durega mwaki walega geke no durega piera naomba tunapolimega neno la Bwana si la father tunyamaze. Na kama ndegenda ndio kwanyu kwa akuo ale ndio de ale mao konegena ku naomba tunyamaze. Tuko hapa kumshirikisha shosho Julia ambaye baadhi yetu nikiwa mmoja wao na mapadri walio hapa tulimtembelea kumpelekea mwili wa Kristo. Na ungefika pale shosho hapo ameketi kwa kiti pale karibu na kona pale. Alikuwa anakuambia Father Kalisi na usiwe na haraka ya kwenda. Siku moja nilipomtembelea kumpelekea Yesu baada ya ibada hapa, aliambia usiwe na haraka. Na nishukuru sana wale ambao walimshughulikia. Tuko hapa si kuomboleza. Tuko sherehe ya shushu ya uhu wetu kwa sababu miaka 96 si 96 days ni miaka Mwenyezi Mungu amemjalia. Na ni neema na baraka zake Mwenyezi Mungu shushu wetu Julia kufikisha 96 years. Hatujui sisi tutafikisha, lakini kwa neema zake Mwenyezi Mungu tuombe Mwenyezi Mungu atufikishe miaka hiyo. Lakini tutafikisha ikiwa kweli tunaikaa au tunaishi kulingana vile Mwenyezi Mungu anataka tukae. Tumesikia katika masomo yetu kuhusu ufufuko kwamba katika somo la kwanza Matendo ya Mitume Mtakatifu Luka anatuelezea ufufuko ya kwamba kuna ufufuko. Nao Mtakatifu Paulo akiwaandikia Wathesalonike katika somo la pili ametukumbusha pia kuna ufufuko. Kwa sababu gani? Ikiwa Kristo alikufa na akafufuka, nasi ambao tumwaminie tutafufuka. Lakini ni akina nani watakaofufuka? Ni wale ambao walilala wakiwa ndani ya Kristo, wale ambao wametakaswa na damu ya mwanakondoo, na wale ambao wanaishi kulingana na matakwa yake Mwenyezi Mungu, wanaishi maisha mema ambao linapendeza Mwenyezi Mungu. Hao watafufuliwa. Baada ya kufufuliwa, mwishowe waishi na Mungu wetu huko mbinguni, mahala ambapo ni mahala patakatifu, pale ambapo kuna wateule, wale ambao walitakaswa na damu ya mwanakondoo, waliishi maisha mema hapa duniani. Hao watafufuliwa, mwishowe waishi na Bwana huko mbinguni. Wapendwa wa Mungu, kwa sababu ya mataimu ni masaa. Wapendwa wa Mungu, hao ebu leaderu kwa lugha ya Kilatini, oh when the saints go marching, oh Lord, I want to be
majini yakitanwa, ni lazima niishi maisha ambayo inapendeza Mwenyezi Mungu. Maisha, amen? Amen. Amen yuko ni alama ima. Alama to imani. Makristo pendwa, tuko hapa duniani. Shosho aliishi maisha mema. Aliishi maisha ya kupendeza Mwenyezi Mungu. Na ndiposa ungefika mahali ambapo alikuwa anakaa, anakukaribisha na kukwambia kwamba Father, mimi nangoja karubeta ilie ili nikutane na yule ambaye aliniumba. Mimi nawe tulio hapa, shosho ameenda kwa yule ambaye alimuumba. Nasi ambao tumesalia, nasi ambao tu hai, majina ya kitano, kwa sababu kuna ufufuko. Majina ya kitano nitakuwepo kwenye kitabu ya uzima. Nitakuwepo. Na ni kitu gani kitaka kuzuia nisiwepo kwenye kitabu cha uzima? Ni dhambi. Ni dhambi. Dhambi. Dhambi zinatufanya tukae mbali na Mungu. Dhambi zinatufanya tupoteze uso wake Mwenyezi Mungu. Lakini tunaposoma Zaburi 130, ni Zaburi ambayo inanijenga mno mimi kama mtumishi wa Mungu, kama padri. Bwana, kama ukihesabu maovu yetu, nani angesimama? Hamuna, kwa sababu wewe umejaa huruma na neema ili uweze kuogopwa. Mwenyezi Mungu hapendi dhambi, lakini anapenda mwenye dhambi. Yule yuko tayari kutembea na kutubu ili tuwepo kwenye kile kitabu cha uzima wa Mungu, taifa teule, waombolezaji. Safari yetu ya wokovu ni kutubu dhambi zetu kila siku, kwa sababu hakuna mtu mkamilifu mbele yake Mwenyezi Mungu. Na ndipo tunaposoma kitabu Isaya 1:18, Jooni hata